Bosi akaingia akawa anamwangalia Beki Tatu anavyoendelea kujitingisha. Akamsogelea mpaka karibu. Akamuuliza, "Kwa nini hujanitengea chakula?" Oboro akashtuka na kudondosha kanga chini na kubaki mtupu kama alivyozaliwa. Bosi akaangalia kitumbua kisha maeneo ya kifuani. Movie inaanza, Beki Tatu anamkatia matunda bosi wake Prince. Mara kaliona tango akasema, "Mama!" Akalichukua akaliangalia, kisha akalirusha juu na kulidaka. Bosi wake akamwangalia, akalichukua akaliingiza mdomoni na kulitoa. Kisha akamwangalia bosi wake na kulipiga piga na kumwambia, "Bosi, ujue ile ni kubwa sana." Na kumwambia, "Ngoja niliingize mdomoni tena huku ukiniangalia kama litapita." Akaliingiza tango mdomoni na kulitoa. Akamwambia bosi wake, "Huwezi amini, limeingia lote." Bosi wake akamuuliza, "Oboro, uko sawa?" Akamjibu, "Niko sawa bosi. Kama nilivyosema, ujue hili ni kubwa sana." Alafu kawa unalipaka mafuta juu chini, kitu fulani hivi kama kilichokuwa katikati ya miguu yako. Nikiambiwa nichague, lazima nitalichagua hili." Beki Tatu akanyanyuka na tango na kumwambia, "Hebu ngoja nikupime." "Wewe ni chize?" "Hapana bosi, nataka nilinganishe tu." "Hebu tulia basi nikupime." Wewe, hivi umechanganyikiwa ni vitu gani unavyoongea?" Beki Tatu akamwambia, "Basi bosi, nisamee kama nimekuuzi." Akamwambia, "Hebu rudisha hayo matunda." "Jamani bosi, mbona sijamaliza kukata? Nimesema ondoa uchafu wako." Oboro ikabidi anyanyuke tu na kuondoka zake. Asubuhi Beki Tatu Oboro akawa anafanya mazoezi sebuleni. Akiwa amepiga magoti, mikono imegusa sakafu, akawa anaenda mbele nyuma. Bosi wake akawa anashuka kwenye ngazi. Alipomuona akamwangalia kwanza anavyofanya mazoezi. Oboro akawa anaendelea kufanya mazoezi huku akitoa migono. Bosi wake akamuita, "Oboro." Beki Tatu akanyanyuka, akamuuliza, "Unafanya nini?" Akamwambia, "Okay boss, nilikuwa naangalia television, nikaona unafundisha jinsi ya kufanya mazoezi ya viungo kama hivi. Ni mazoezi ya yoga." Akamuuliza, "Yoga?" "Ndiyo, unakuwa unajibinua kama hivi huku unajitingisha." Bosi wake akamwambia, "Unafikiri unaweza kunitega?" Akamwambia, "Sina nia ya kutega, nilikuwa nafanya mazoezi tu." Bosi akamwambia, "Kumbuka umekuja hapa kama mfanyakazi wa ndani na huo ndio uhalisia. Hivyo baki njia kuu." "Nimekuelewa bosi. Mimi ngoja niendelee na mazoezi." Akamwambia, "Rudi chumbani kwako." Ikabidi aondoke tu. Baadaye akakutana na Beki Tatu mwenzie waliotoka wote kijijini ambaye anaitwa Obei. Rafiki yake akamwambia, "Unavaje nguo hivi? Maziwa yanaonekana melala kabisa. Yanatakiwa vimbe. Unaongezea vijiwe kidogo, chuchu zionekane zimesimama. Hebu jiangalie, umebarikiwa makalio makubwa. Unatakiwa uvae suruali zinazobana au tight. Ukitembea yanalia pa." Rafiki yake akamsisitiza, "Hakikisha raundi hii unahakikisha atoki." Akiwa jikoni, Oboro akawa anaimba, "If you do me, I do you. Step on the dance floor." Huku akiyatingisha makalio, huku akiwa amevaa kanga moja tu. Bosi akaingia akawa anamwangalia Beki Tatu anavyoendelea kujitingisha. Akamsogelea mpaka karibu. Akamuuliza, "Kwa nini hujanitengea chakula?" Oboro akashtuka na kudondosha kanga chini na kubaki mtupu kama alivyozaliwa. Bosi akaangalia kitumbua kisha maeneo ya kifuani. Beki Tatu akajiangalia, mbona hajastuka? Bosi akawa anamsogelea taratibu. Alipomkaribia akainama na kuiokota kanga. Akamtazama na kumwambia, "Hebu funika uchafu wako na usirudie tena upuuzi," na kuondoka zake. Beki Tatu baki anashangaa amini kama mwamba atamzalilisha hivi. Akawa analia, mambo gani haya? Kashaona kitumbua changu afu hataki kukila. Kweli hii ni aibu. Upande wa pili rafiki yake Obei akamfuata bosi wake na kumwambia, "Nahitaji tuzungumze." Bosi akamuuliza, "Kwani kuna tatizo?" Akamwambia, "Hakuna, ila nimekaa chumbani mwenyewe, chumba kina baridi sana." Akamuuliza, "Kwani ukuzima TV?" Akamwambia, "Sikuzima mpaka mwili wangu utapokuwa tayari. Kwa hiyo nikaona nikufuate, huenda ukanisaidia. Maana unaweza kuupa joto mwili wangu." Mzee akasogea kidogo. Akamwambia, "Uko sawa?" Akamjibu, "Niko sawa, ni homoni tu ndo zinanisumbua. Chochote unachotaka nitakupatia, iwe mbele au nyuma, usijali nitakupa." Akamwambia, "Nisikilize, hebu toka mbele yangu." "Jamani bosi, hebu acha ya makaratasi. Ngoja nikwambie kitu, ukinigusa wala sitalia." Na kumpiga kipara mzee. Mzee akanyanyuka, "Una maana gani?" Akamtolea ulimi kuonyesha anataka. "Jamani dadi, hebu kuwa mpole, nipatie na mimi nitakuenda, wewe huwezi amini. Mimi nataka nikupe utamu, lazima utalia. Huwa napenda mwanaume wangu akiwa analia." Mzee akamwambia, "Hebu niache huko." Na kumwambia, "Hebu ondoka zako. Ina maana hujanipenda?" Obei akainama na kumwambia, "Hebu ingiza kidogo." Mzee akawaka na kumtimua na kujiuliza, "Huyu mfanya kazi gani? Mbona mpumbavu?" Obei alipokuwa jikoni akawa anajiuliza, "Huyu mzee inakuwaje ananikataa? Ina maana mimi sio mzuri?" Asubuhi Oboro akamwandalia bosi wake pilau na nyama ya kuku. Akamkuta amelala chumbani kwake. Akawa anafurahi na kumsogelea kitandani kwake. Kisha akaanza kumchezea ndevu zake na kumshtua. "We bosi." Bosi akaamka, akamsalimia, "Good morning. Bosi, nimekuandalia chakula kitamu utakipenda. Hebu nikusogelee." Bosi akampushi huko. Bora akaanguka chini na sahani yake na kuumia mkono akawa analia. Bosi akanyanyuka na kumwacha chumbani. Baadaye akamuita na kumpa pole na kuamua kumpa huduma ya kwanza kwa kumfunga bandage. Huku kwa rafiki yake Obei, mzee anamkaribisha mwanae na kumwambia, "Karibu nyumbani tena mwanangu." Obei akaja kwa ngwembwe kibao. Obei akawa anamshangaa Ray jinsi anavyodundika. Mzee akamwambia, "Young lady, hebu nenda jikoni na ututengenezee chakula." "Karibu saa." "Ya what up, what up." Obei akafurahi sana kusalimiwa Kimarekani. "Ya what
what up. Akamjibu naye what up. I'm happy to be home pops, na kumkumbatia baba yake na kumbusu kipara. Mzee akamwambia unaweza kuingia ndani na kupiga maji sasa. Okay, I like that. Let me give my cap, na kuingia ndani. Huku kwa Obora, bosi anaharisha, akawa anapiga kelele kwa maana mzigo unauma kuutoa. Obora akaja mlangoni na kumuuliza, "Bosi, vipi kuna tatizo?" Akamwambia, "Hakuna tatizo, niache kwanza." Obora akasogeza sikio, akasikia pie. Akatamani kucheka, akaziba mdomo. Akamuuliza tena, "Una hakika uko sawa?" Akamwambia, "Niko sawa bwana." "Kama uko sawa mbona nasikia what happened?" Bosi akumjibu chochote, akawa anaugulia tu. Akagonga tena, "Una hakika uhitaji msaada wangu?" Ikabidi Obora aondoke zake. Baada ya kuoga Ray akasikia mlango unagongwa. Akamwambia ingia. Alipofungua mlango kumbe alikuwa Obey. Obey akamwambia, "Oga, hello." "Oga wangu we mrefu." "That's me." Obey akacheka kidogo na kumwambia, "Nahisi sijamaliza kazi, nimekuja kukuuliza kama kuna kazi yoyote ungetaka nikufanyie." Ray akafikiri akasema sina. Obey akamwambia, "Subiri kwanza." "Jamani Oga, namaanisha chochote unachotaka." Ray akamwangalia, "Sema chochote." Obey akamshika ndevu na kumwambia, "Nakupenda mwenzio." Mwamba akang'ata kidole na kumuuliza, "Chochote?" "Ndio, chochote." Akamshika mkono na kumvutia ndani na kufunga mlango. Alipogeuka akawa anafungua vifungo. "Umesema chochote?" "Ndio." Mwamba akamalizia vifungo na kusema na kumlukia kitandani. Asubuhi Obey anatandika kitanda. Ray akafungua mlango huku akiwa amebeba chakula. Obey akamsalimia good morning, akamjibu good morning my love. "Je, umelala vizuri?" "Ndio, maana jana ulimaliza kabisa." Akamsogelea na kumwambia, "Nimekuletea breakfast." Obey akafurahi, akaona amependwa. "Show moja tu, upendo wote huu? Kweli umepika?" "Kwa ajili yako." Akamwambia, "Ebu kaa kwenye kiti." Obey akawa na furaha sana, maana mambo hayo ndo alikuwa anayataka. Ray akambusu mkono na kumwambia, "Ngoja sasa nikufungulie chakula ule." Akamuuliza, "Mbona kinuki?" Akamwambia, "Usijali, utakipenda." Akachukua uma na kumkabidhi Obey. Yeye akawa anafunua chakula. "Jinsi kinavyonukia utazani butter shell." "Oh jamani baby, ebu onje chakula." Obey akashangaa, akamwambia, "Ebu ngoja nikusaidie." Obey akashika kichwa, akajua tayari kashaingia kwenye mtumbi wa kibwengo. Akachukua jiwe kwenye uma na kumwambia, "Fungua mdomo nikulishe baby." Obey akajifanya na kichefuchefu na kunyanyuka na kwenda kutapika. Ray akamwambia, "Jamani baby, chakula kinapoa, ngoja nikifunike, nitakusubiri baby." Huko Obora anafagia, bosi wake anatoka. Anamwambia, "Nimekwambia upumzike, usifanye usafi mpaka utapokuwa sawa." Obora anamwambia, "Sijazoea." Kisha akamuuliza, "Kwani kimetokea nini? Mbona sura yako imekuwa ndogo kama Piriton?" Akamwambia, "Fanya yanayokuhusu." Mara Waro akataka kutoka. Obora akamwangalia na kumuuliza, "Nini tena?" Bosi ikabidi arudi ndani tena, yasije akadondoka ikawa aibu. Obora akawa anacheka na kumwambia, "Wewe umeniaibisha, ona Mungu anavyokuaibisha. Malipo ni hapa hapa duniani." Na kuendelea kucheka. Huko Obey baada ya Ray kuondoka akawa anajiuliza, "Mbona sielewi? Ina maana jana nilala na chizi? Inawezekanaje hii? Au ananijaribu, ananiletea uchizi? Ujue mimi ni chizi zaidi yake. Ngoja tuone mchezo unavyokwenda." Mara Ray akamuita, "Baby njoo sebuleni, nimekuja na marafiki zangu wanataka kukuona." Okay, ngoja nikajisaidie, nipe dakika moja tu." "Baby fanya haraka." "Sawa baby, mwa." Obey akafurahi sana, mambo yangu yamemchanganya mpaka anataka kunitambulisha kwa marafiki zake. Ngoja nikawaone, na kunyanyuka. Alipotoka sebuleni hakumuona mtu. Alipotazama kwenye kochi akashangaa kuna midoli. Kumbe Ray kajificha nyuma ya kochi. Alipogeuka ndipo akamuona. Akatoka kwenye kochi na kuja kujirusha karibu na midoli na kucheka na kumwambia, "My love." Obey akawa elewi. "Kutana na marafiki zangu kutoka Amerika. Ngoja nikutambulishe, huyu anaitwa Tina, huyu anaitwa Glory, na huyu wa mwisho mwenye nywele fupi." Obey akawaka, "Ujinga gani unaniletea? Yaani mimi wakunitambulisha midoli?" "No baby, hao ni marafiki zangu, ngoja nikutambulishe tena. Huyu anaitwa Tina, huyu anaitwa Glory, na huyu wa mwisho." Akacheka kidogo, akawa anaona aibu, anaitwa Sero. Obey akaona upuuzi. Ray akamfokea, "Wasalimia marafiki zangu." Akawasalimia, hello, wataje kwa majina, Glory, Tina, Stephen. Akamwambia midoli, "Huyu ni mpenzi wangu." Akamfuata Obey na kumkumbatia. Obey kapatikana mwaka huu. Wakawa wanaangalia katuni. "Oh baby, hebu angalia, ujue inachekesha sana." Bila kujua kama kamkaba mwenzake. Hebu angalia nini anataka kufanya jamani." Obey akamwambia, "Nataka kwenda sokoni." "Real baby, hebu subiri show ishe kwanza." Obey akachoka. Ray akatoa pipi na kumwambia, "Baby nyanyuka tucheze." Akaanza kumchezesha. Ndoriro.
Ndo. Obei akachoka hoi, kisha akamkumbatia bila kujua anamkaba mwenzie. Huku kwa Oboro, bosi wake akawa anakunywa pombe tu, na hii baada ya kuonyeshwa mpenzi wake na rafiki yake ambaye alimdanganya amekufa miaka 2 iliyopita, kumbe sio kweli. Oboro alipomwona bosi wake analia akawa anaogopa na kumuuliza nini kinakuuliza bosi. Bosi akawa anakunywa pombe tu. Oboro ikabidi amnyang'anye na kuiweka pembeni. Akamwambia bosi, usilie, uje ukilia utanifanya na mimi nilie. Akaichukua pombe na kumuuliza kwani hii ndio inakufanya ulie? Na yeye akanywa. Bosi, mbona inaunguza? Oboro naye akaanza kulia, jamani, yani kitu ndio inakufanya ulie, na kumkumbatia huko analia. Huko Obei kakumbatiwa mpaka anasinzia. Ray akawa anampiga mabusu tu, akamkuta Ray anaendelea kumpiga mabusu. Akamuuliza kitu gani kinaendelea hapa? Ray akamwambia, baba, nataka kumuoa haraka iwezekanavyo kwa sababu marafiki zangu kutoka Marekani, Tina na wenzake, wamesema atagharamia harusi. Mzee akaona mwanae kashaingia na uchizi. Obei analia hataki kuolewa na chizi. Ray akamwambia, alafu baba, nataka kumpatia mimba haraka iwezekanavyo. Mzee akamwambia, hebu mwachie. Obei alipopata upenyo akakimbia ndani. Ray akakasirika sana, akachukua mito na kuaga rafiki zake akina Tina na kumbeba babake juu. Baadaye mzee wake akamwita dokta na watu wa kumkamata, akamwambia, mkamateni, msijali anachosema. Baada ya kumkamata, mzee akamwambia dokta, uliniambia kwa sasa yuko vizuri na huwezi kurudi tena rihabu, ona sasa kashakuwa chizi. Dokta akamwambia, hata mimi sielewi, hakulala na mwanamke kweli? Mzee akamwambia, hajalala na mwanamke yoyote toka alipofika, hajatoka nje kabisa. Dokta akamuuliza tena, una hakika hajafanya mapenzi huyu? Ndipo mzee akahisi Obei hatakuwa kamlambisha kitumbua. Akaenda kugonga mlango kwa Obei. Obei akawa anagoma kufungua na kusema, mimi sitaki kukutana na huyo chizi. Mzee akamwambia, vijana, vunjeni mlango. Baada ya kutolewa, Obei akawa anasema, ni kweli nilimlambisha asali na sikutegemea asali yangu tamu kiasi hichi mpaka kikafanya kijana wako kuwa chizi, ila mimi nashukuru kwa kila kitu, naomba tu niingie ndani nichukue vitu vyangu na niondoke. Mzee akamwambia, wewe mwanamke ni mpumbavu sana, mwanangu alishapona kabisa, amerudi, umemwaribu tena kwa upuzi wako. Akawa anajitetea akamwambia, nyamaza huko. Akamuuliza dokta, sasa tunafanyeje? Dokta akamwambia, haina jinsi, inabidi aanze dozi upya. Mzee akashangaa, yani miaka 3 tena? Siwezi kusubiri miaka 3 yote hiyo, angalia nishakuwa mzee, nahitaji niwe na mjukuu na huyu ndio kijana wangu wa pekee. Obei akashangaa. Ray akampiga busu la mbali. Mzee akamwambia, dokta, nina pesa nyingi kwenye benki, fanya lolote ili apone. Ray akasema, dadi, nataka nimuoe. Akamwambia, hebu nyamaza huko, nataka umuoe nani wewe chizi? Mzee akamwambia, mwanae, maombi yako yamepokelewa, utamuoa. Obei akachanganyikiwa, akanyanyuka na kutembea huku na huku, aamini kama anaenda kufunga ndoa na chizi. Mzee akamwambia, utaolewa na mwanangu, kama ulikubali kufanya mapenzi naye ina maana ulikubali kuolewa naye. Akamwambia, hebu mfungueni na wapelekeni kwenye chumba chao wakijiandaa na ndoa. Ray akamshukuru baba yake na kumbusu kipara na kuelekea chumbani alipo mchumba wake Obei. Usiku bosi wake Oboro akawa anakunywa pombe tu. Oboro akagonga mlango na kumuuliza, bosi, uko sawa? Akamwambia, niko sawa. Oboro akamwambia, sija kuona muda mrefu, ndio maana nimekuja kujua usalama wako. Bosi akamzumu, akaona kuna kitu anakitaka Oboro. Oboro akamwambia, basi ngoja niondoke. Bosi akamwambia, njoo. Akashangaa, umesema njoo? Oboro akaangalia nyuma, labda kuna mtu mwingine anaitwa, na kugundua alikuwa yeye na kumsogelea. Akamwambia, njoo ukae hapa. Oboro akawa kama anaogopa. Alipokaa akamshika mkono na kumwambia, asante kwa ulichonifanyia. Oboro akafurahi, akamwambia, usijali kwa sababu mimi nipo hapa kukuhudumia. Mwamba akapiga fundo moja la pombe na kumshika bega na kumwambia, sogea karibu. Aliposogea karibu, akamshika tena maeneo ya bega na kumuuliza, unaweza kuvua ili shati? Unasema? Mwamba akatoa mkono na kuutelemsha kwenye mapaja na kumuuliza, ndani ya sketi umevaa nini? Akamwambia, nimevaa sketi tu leo, nimesahau kuvaa chupi. Mwamba akafunua shuka na kumwambia, ingia ndani. Ni kweli bosi, unataka nizame ndani? Oboro akazama ndani na kujifunika ili apate alichokuwa anakitaka. Asubuhi Mwamba akawa anajiandaa kwenda kazini, kisha akamwamsha Oboro, hebu amka. Oboro akawa anaendelea kulala. Mwamba akamwamsha, amka utengeneze chai. Oboro akawa anajiumauma tu. Akamwambia, unaona aibu ya nini? Unajificha, mbona mwanzo haukuwa hivyo? Nakwambia amka huko. Akamwambia, namkaje na wewe bado uko humu? Akamwambia, usinitanie, nimekwambia amka. Kesho yake mzee akamuita dalali wa hudumu wa ndani nyumbani kwake. Dalali akamuuliza, karibu tena Obei? Mzee akamwambia, ndiyo. Dalali akachoka. Mzee akamwambia, mwanangu ambaye ana historia kutumia madawa ya kulevya tumejaribu kumtibia kwa miaka mingi akapona. Akakaa kama mwaka mmoja Marekani. Dokta wake akamwambia anaweza kurudi nyumbani. Akawa chini ya daktari hapa nchini. Daktari wake hapa nchini akaniambia anatakiwa awe chini ya uangalizi na asifanye mapenzi kwa muda ili akili yake ikawe sawa. Dalali akaitikia, lakini msichana wako akamlagai na kufanya naye mapenzi. Oh Mungu wangu. Na hiyo ni baada ya kushindwa kunilagai mimi. Dalali akachoka kabisa, na tatizo kubwa hapa, amemfanya mwanangu arudi katika hali yake ya utaira. Dalali akamwambia, samahani sana mzee. Mzee akamwambia, sababu ya kukuita hapa ni kukupa taarifa ili usifikirie binti yako tumemteka. Kisha akamwambia, nahitaji mjukuu na sihitaji paka mwanangu atapokuwa sawa. Tangu msichana wako alivyosema
sex naye nimeamua kumfungisha ndoa. Dalali akashangaa. Chifu akamwambia usishangae, natarajia ndoa kufungwa wiki hii. Dalali akashangaa. Mzee akanyanyuka akamuuliza, je, naweza nikamuona? Akamwambia samani, huwezi kumuona, we nenda, nitakutumia mwaliko wa harusi na kumtakia siku njema. Akiwa jikoni, Oboro akawa anawaza tu. Bosi akaja akakuta chakula kinaungua, akazima jiko na kumwambia, kwa hiyo unataka kuunguza jiko langu? Ndipo Oboro akashtuka. Mwamba akawaka sana. Oboro akamwambia, nilikuwa mbali kimawazo. Kumbe ulikuwa mbali? Haya, nenda chumbani kwako na uchukue vitu vyako na uondoke. Jamani, kwa nimefanya nini mimi? Mbona unanidharau hivyo? Wakati jana mimi na wewe tumeburudika vya kutosha, alafu unanifanyia hivyo. Utazani mimi sio binadamu? Hivyo ndivyo ulivyotaka. Ulinibinulia makalio, ulinivulia nguo, na mimi nimekupa ulichokuwa unataka. Sikiliza, mwanamke kama wewe lazima atumiwe na kuachwa. Una lolote si chochote. Umeshindwa kunyoa hata kwa bibi. Mwamba akaondoka zake. Oboro akawa analia na kujutia alivyojizalilisha, maana ametoa kitumbua na kaonekana si lolote si chochote. Oboro akarudi kwa dalali wake na kumwambia, nahitaji kurudi kijijini. Maisha ya mjini yamenishinda. Lakini pia akamwomba atafute njia ya kumtoa rafiki yake Obei ili asolewe na Taira. Dalali akamwambia, kaa kwanza kwenye sofa, na kumwambia tutatafuta njia ya kumtoa, maana polisi hawezi kusaidia. Chifu ni mtu mkubwa sana, ila nitakwambia njia ya kufanya ili atoke. Boss Prince aliporudi nyumbani